Karibu ndugu mpenzi msikilizaji katika mwendelezo wa simulizi yangu ya Mariam binti Juma. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kujiunga nami, ni kuombe sapoti yako kwa kulike, kusubscribe na kucomment katika chaneli yetu ya Elizio Simulizi. Mpenzi msikilizaji, baada ya kumuona Rashid akiwa na yule mwanamke, miguu yangu ilikosa nguvu kabisa. Nilisimama mbali kidogo nikawa na watazama kwa mbali, walikuwa wakicheka kwa furaha. Hatimaye Rashid akamfungulia mlango wa gari kwa heshima. Yule mwanamke akaingia. Kabla gari halijaanza kuondoka, Rashid alimshika mkono wake. Sio kwa namna ya marafiki, bali alimshika mkono kwa namna ya watu wanaoonekana kama wanapendana. Baada ya kuona vile, moyo wangu uliumia sana. Labda ni dada yake. Wakati mwingine nilikuwa nikijiuliza, au labda ni mfanyakazi mwenzake, au labda tu mimi ninawaza vibaya pengine. Lakini kadri nilivyokuwa nikizidi kujiuliza na nikazidi kujituliza kwa muda mrefu, ndivyo moyo wangu ulivyozidi kuniambia kuwa kuna jambo haliko sawa. Nilichukua bodaboda na kuanza kuifuatilia lile gari lilipokuwa likielekea. Lakini pia nilikuwa nikilifuatilia kwa mbali ili kusudi wasije kuweza kunishtukia na kuniona. Mikono yangu ilikuwa imetetemeka sana. Sikuwahi kufanya kitu kama kile maishani mwangu. Baada ya dakika chache, gari lililokuwa amepanda kina Rashid lilisimama mbele ya mgahawa mmoja mzuri sana. Kisha mtu wa kwanza kuteremka ndani ya gari lile alikuwa ni Rashid. Yule mwanamke baada ya muda kidogo naye akashuka baada ya kufunguliwa mlango na Rashid. Wakaingia pamoja. Nilisimama nje ya ile hoteli kwa muda kidogo. Nilikuwa naogopa. Tena nilikuwa nikiogopa sana kuona ukweli kwa macho yangu. Lakini mwishowe nikapata ujasiri, nikaingia ndani. Macho yangu yakaanza kuwatafuta huku na kule, na ghafla nikawa nimefanikiwa kuwaona. Walikuwa wamekaa meza moja, walikuwa wakifurahi, wakicheka, wakizungumza kwa furaha sana. Na Rashid mara kwa mara alikuwa akimshika mkono yule mwanamke mezani. Machozi yakaanza kunitoka kwa maumivu makali sana. Lakini bado sikuwa na ushahidi wa kutosha. Niliamua kuondoka kimya kimya, huku nikiwa na maumivu makali ndani ya moyo wangu. Kutokana na maumivu niliyokuwa nayo wakati ule, mpenzi msikilizaji, sikuweza kuelekea nyumbani kabisa. Ilibidi usiku ule nimtafute Zuena popote alipo. Na nilipofanikiwa kumpata Zuena, nilimueleza kila kitu kilichotokea. Na Zuena alikuwa akinisikiliza kwa makini sana. Kisha akasema, "Mariam, usikurupuke. Unaweza kuharibu mahusiano yako kwa sababu ya mashaka tu, Mariam." Maneno yake yalinifanya nijisikie mpumbavu. Nikamuomba msamaha Rashid kimoyomoyo pasipo hata kuonana naye. Na ilikuwa kabla sijamuuliza kitu chochote, niliamua kumsamehe ndani ya moyo wangu kutokana na moyo ambao aliweza kunipa Zuena. Siku iliyofuata Rashid aliniletea maua, na baada ya kuyapokea akaniambia, "Mariam, nakupenda kuliko kitu chochote duniani." Nilitabasamu, lakini tabasamu lile halikutoka moyoni, kwa sababu picha ya jana ilikuwa bado inanitesa sana kwenye akili yangu. Wiki moja baadaye tulianza maandalizi ya uchumba. Familia zote mbili zikaanza kufahamiana. Mama yangu alikuwa ni mtu mwenye furaha kuliko mtu yoyote yule, na alikuwa na furaha sana kuliko wakati mwingine wowote ambao amewahi kuishi kwenye maisha yake. Aliniambia, "Binti yangu, sasa nimepata amani, najua utaolewa na mwanaume mwema." Nilisikia maumivu sana baada ya kupata maneno mazuri kutoka kwa mama yangu. Nilimkumbatia sana mama kwa maumivu na kwa uchungu pasipo yeye mwenyewe kuweza kufahamu chochote. Lakini sikumwambia kilichokuwa kinaendelea moyoni mwangu. Sikutaka kumvunja moyo. Usiku mmoja nilipokuwa nimekaa ndani, nilikuwa nikimfikiria Rashid. Hapo ndipo nikachukua maamuzi ya kumpigia simu. Nikachukua simu yangu kisha nikatafuta namba ya Rashid. Nilimpigia simu Rashid lakini hakupokea. Nikasubiri kwa dakika 10 baadaye
Nikajaribu kumpigia tena kwa mara nyingine, hatimaye simu yake ikawa imezimwa kabisa. Kisha asubuhi Rashid akanitumia ujumbe, "Samahani mpenzi, nililala mapema jana." Siku hiyo kuna mtu alinitumia picha kupitia WhatsApp. Wakati nafungua meseji ya Rashid, mpenzi msikilizaji, hapo kuna meseji ambayo iliweza kuingia kwa njia ya WhatsApp. Nilipoifungua meseji ile, mapigo ya moyo wangu yakasimama ghafla tu. Nilisikia mlipuko wa moyo. Ilikuwa ni picha ya Rashid na yule mwanamke. Walikuwa wamekumbatiana. Tena tarehe ya picha hiyo inaonyesha ilikuwa ni picha ya jana usiku. Tena ilikuwa ni usiku ambao Rashid aliniambia alishindwa kupokea simu yangu kwa sababu alikuwa amelala. Nilihisi dunia inanizunguka. Lakini jambo lililoniumiza zaidi sio ile picha, ni mtu aliyenitumia. Jina lilionekana juu ya ujumbe huo lilikuwa ni Zuena. Macho yangu yakajaa machozi. Nikajiuliza, kama Zuena alikuwa anajua kabisa kinachoendelea na alikuwa na picha hii muda wote, kwa nini hakuniambia ukweli mapema? Na hapo ndipo nilianza kugundua huenda adui yangu hakuwa mbali. Huenda alikuwa karibu kuliko nilivyowahi kufikiria mimi mwenyewe. Penzi msikilizaji, kama ulikuwa pamoja na mimi ukinisikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii, naomba ucomment hapo chini kuwa nipo. Na usikose mwendelezo kwa kusubscribe na kucomment, kulike katika channel yetu ya Elizio Simulizi. Support yako ni muhimu sana. Asante.